Sambil nyanyi di sana Bang ya. Wasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Mchungaji Israeli Haki. Makao yangu naishi Namibia. Nimeona vema tuongee kidogo neno la Mungu ambalo liko kwenye kitabu cha Yohana sura ya 5 na vesi ya 7 hadi 8. Inasema, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani hadi napotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamjibu, simama, jitwike godoro lako uende. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Tunaona amekaa muda wa miaka mingi kwenye kisima cha Betsaida. Wakati watu wengine walikuwa wanakuja, maji yanapochemuka, malaika alipokuwa akija anachepusha maji, alafu watu wanatumbukia ndani, na ule ambaye ametumbukia ndani kwa mara ya kwanza anapata kupona. Lakini huyu baba amekaa hapa kwenye kisima muda wa miaka mingi sana, lakini hakupata msaada. Yesu Kristo alipokuja hakumwelezea huyu baba mgonjwa aende tena. Kristo amempa ruhusa ya kwamba atoke na ajitwike godoro lake na kwenda. Kwa hiyo tunaona kwamba shida ya huyu baba aliyelazwa miaka mingi kwenye kisima cha Betsaida, shida haikuwa magonjwa, shida ilikuwa hana mtu. Kwa sababu wale wote waliokuwa na watu walitumbukizwa kwenye kisima na wakapata kupona papo. Lakini yeye kwa kukosa mtu akashindwa kupona. Terima kasih. Na Mafarisayo na makuhani wakamtumia kama vile mfano sasa ya kusema kwamba hapa kuna lazwa watu wa miaka mingi. Jangan nangis Bang, lagu sedih. Acha nikuelezee, kuna watu wengi ambao shetani amewafanya kuwa sample, kuwa mfano kwamba ana nguvu, kwamba anatenda, lakini ni kwa sababu haujampata mtu. Na ndugu huyu alipompata mtu huyu mtu anaitwa ni jemadari wa wajemadari, ni Yesu Kristo mwana wa Daudi, ambaye wakati Mungu alipenda akatupa, na alipotupa ametupatia sisi mtoto wa kiume ambaye nguvu za kifalme zimekuja mabegani mwake. Na huyo anaitwa Baba wa milele, Mungu mwenye nguvu, ambaye yeye hahitajiki aingize watu kwenye visima, hahitajiki watu watumie vitambaa, hahitajiki watu watumie chumvi, hahitajiki watu watumikishe miti, hahitajiki watu watumikishe vitu mbalimbali kama hivi leo tunavyoona manabii wa uongo wanavyofanya. Lakini Kristo anahitaji tu kusema neno moja, simama na uende zako. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao shetani amewaonea, watu wengi shetani amewashika kama vile mfano kwa ulimwengu, kuonyesha kwamba hapana, huyu ni mtu wangu, mtu
anaumwa magonjwa ya hatari. Mtu anaenda hospitalini na anaambiwa kwamba hatapona. Mtu hospitalini wanamwelezea kwamba aende nyumbani akafie huko. Lakini nakuelezea wewe ambaye unaumwa, wewe ambaye una shida mbalimbali, tuna Mungu ambaye amekupenda kabla hatujampenda. Tuna Mungu yule ambaye ametuita kwa majina kabla hatujamwita. Tuna Mungu yule ambaye alipopenda ulimwengu akatoa mwanawe wa pekee kwa lengo kila yule atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Kumbuka mpendwa, mahali unakolazwa hospitalini, mahali unakolazwa nyumbani kwako, mahali uliko safarini, kila shida ambayo unayoipitia, kumbuka Mungu ana solution. Atakutendea sawasawa na jinsi alivyotendea huyu ndugu aliyelazwa miaka mingi hapo kwenye kisima cha Betsaida. Mungu ni mwaminifu. Mungu hajawahi kubadilika. Kuwa na imani tu. Kwa hiyo Mungu atakuponya, Mungu atakubariki, Mungu atakufanya kwa lolote lile ambalo umemuomba kwa miaka. Kuna watu ambao wana maombi ya miaka, maombi ya miezi, maombi ya masiku, maombi ya kila wakati. Watu wanaomba hawana majibu, lakini jibu lako halitatokana na vitambaa au chumvi au mafuta, lakini jibu lako litatokana na neno la Kristo ambalo atakuelezea. Na mimi hapa kama mtumishi wa Mungu na kuelezea, simama na uende zako, simama na ubarikiwe, simama na uendelee, simama na upone, simama na uolewe, simama na uoe, simama na uendelee. Kwa hiyo na kuombea Mungu akubariki na Mungu akufanyizie vema katika jina la Yesu Kristo. Acha nikuombee. Mtakatifu Bwana wa majeshi, nakuja mbele zako nikiombea huyu baba, nikiombea huyu mama, nikiombea kijana wa kike kama vile wa kiume. Bwana, familia hii ambayo inaumwa, kila aina yote ya maswali waliokuswali, kila aina yote ya majibu, naenda kuombea. Naombea baraka, naombea uponyaji, naombea maendeleo mema kiroho. Wale wote wanaokutafuta kwa siku mingi, Kristo, acha waonekanie. Wale wote ambao wanafungwa macho ya kiroho, wale wote wanaofungwa masikio ya kiroho, acha wafungue, kama vile nilivyosema kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 na verse ya 33 ya kwamba tukuite na utatuonekania Bwana, na utatuonyesha yale ambayo yanayofichama. Acha watumishi wako ulimwenguni mzima uende kuwaonekania, uende kuwafanyizia vema kila yeyote atakayetizama video hii, atakayefuata mahubiri haya. Mungu mubariki na uwe pamoja naye. Kwa Kristo Bwana Mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kushukuru. Amen. Barikiwa mpendwa.